lakini Neema bado anachukulia kama matani. Anadhani mpenzi wake anataka kumpa presha. Neema alisema, acha hizo, amka tukale. Aliongea hivyo akiwa anamvuta kumtoa kitandani. Pamoja na yote, bado mpenzi wake alinyanyuka akiwa anaangalia ukutani alipokuwa amesimama Faith. Neema alisema, ebu acha matani, tuondoke basi. Walitoka nje ya chumba na kushuka chini ili wakapate chai. Walikuwa wanapata kifungua kinywa. Mpenzi wake wa Neema alianza kusifia chakula. Baby, chakula kitamu sana. Neema alisema, najua mimi sikoseagi mapishi. Neema alikuwa ni mtu mwenye furaha sana kwa sababu mpenzi wake alikuwa anapenda chakula chake na kukisifia kila mara wanapokula. Mpenzi wake alichukua chakula kwenye kijiko akamlisha Neema. Neema akasema, chakula cha kulishwa ni kitamu sana. Walicheka. Mpenzi wake akasema, acha utani wako, utamu unaongezeka kutoka wapi? Aliongea hivyo akiwa anachukua glasi ya waini na kuipeleka mdomoni. Alikunywa waini, lakini kabla hajameza, Faith alitokea akiwa amekaa kwenye mmoja ya viti pale sebuleni. Alishtuka na kujikuta anatema waini kama anapaliwa. Neema alisema, Rashidi, kuna nini? Sasa tunalijua jina la mpenzi wa Neema, anaitwa Rashidi. Neema aliuliza hivyo akiwa anaangalia kwenye kiti alichokuwa ameangalia Rashidi. Faith alimwangalia Rashidi akawa anaonyesha ishara za kumuuliza kinachomshtua nini. Rashidi alijaribu kumwonyesha Neema kwa ishara ya kichwa ili aweze kumwona Faith aliyekuwa amekaa pale kwenye kiti, lakini Neema hakuwa anaona mtu pale. Neema aliuliza, kwani kuna nini? Rashidi alizidi kuonyesha kwa ishara ya kichwa ili Neema angalie pale alipokuwa amekaa Faith. Rashidi alisema, baby, kwani hauoni? Neema akasema, kuona nini? Rashidi akasema, pale, angalia pale. Rashidi alikuwa anaona kweli, lakini Neema hakuwa na uwezo wa kuona chochote. Sasa kwa Neema haya yalionekana kuwa mazinga ombwe. Rashidi alikaza kusema, mbele yangu, hapa, yaani nimeangaliana naye. Alikuwa anaongea kwa kunong'ona kidogo, lakini Neema hakuwa anaona mtu. Rashidi hapo ndipo alikuwa anazidi kuchanganyikiwa. Sasa aliamua kumwambia Faith kwa ishara ya kichwa aondoke pale, lakini kila anachokifanya Rashidi, Faith alikuwa anamuiga. Akimwambia atoke na Faith anamwambia atoke. Kwa sababu Rashidi alikuwa anamuelekeza Faith kwa kichwa, alifika hatua ya kutumia hasira ili aondoke. Neema alianza kuogopa. Alinyanyuka pale kwenye meza ya chai akiwa anashangaa. Baby, kwani unafanya nini? Umekuwaje? Alijaribu kukishika kichwa cha Rashidi aache kukitikisa, akihisi Rashidi amekumbwa na ugonjwa. Lakini Rashidi alisema, baby, nipo sawa, lakini niamini pale kwenye kiti kuna mtu kakaa. Rashidi alisema, wewe mwanamke unaweza kuondoka? Ondoka hapa. Neema alikuwa anamuuliza, kwani unaongea na nani? Rashidi alisema, sawa, haumwoni. Unataka kusema hata sauti yake huisikii? Neema aliuliza, sauti gani? Rashidi akasema, inamaanisha kweli huwezi kumuona? Faith akasema, hapana, hawezi kuniona. Rashidi alishangaa. Faith akasema, wewe ndiye mtu pekee unayeweza kuniona. Rashidi alimuuliza Neema, hata hiyo sauti hauisikii? Neema akasema, sauti gani? Yaani unamaanisha sauti gani? Rashidi alisema, lakini mimi naona mtu na nasikia sauti yake. Rashidi alikuwa sasa anakasirika maana anaonekana kama kichaa wakati ana ufahamu na ana uhakika anaona mtu pale mbele. Alimwambia Faith, si uondoke hapa, unataka nini? Neema alisema, kwani unaongea na nani baby? Unajua sipendi kabisa hiyo michezo yako. Acha huo utani wako. Neema alianza kuwa muoga. Alikuwa anataka kujua nini kinaendelea, anataka kumsaidia Rashidi, lakini kuna muda anadhani Rashidi anatania. Yaani haelewi nini afanye. Neema aliondoka kwenye meza ya chakula, akamwacha Rashidi akiwa peke yake. Sasa Rashidi yupo na Faith, mwanamke ambaye hakuna anayeweza kumuona ila ni Rashidi tu. Neema alienda kuchukua simu yake na kumpigia mtu mmoja hivi. Rashidi alifumba macho na kuvuta pumzi, kisha akasema, sawa, hii sio kweli. Sasa nikifumbua macho najua hakuna mtu mbele yangu. Alihesabu kama sekunde 3, kisha akafumbua macho, lakini alimkuta Faith akimpungia mikono kwa ishara ya kumwonyesha kuwa bado nipo hapa. Rashidi alizidi kushangaa. Aliamua kutuliza akili na kuuliza, wewe ni nani? Faith alisema, wewe unadhani mimi ni nani? Mimi na wewe tumekutana kule kwenye eneo langu. Nilikuwa nafanya mambo yangu, wewe ukaanza kuniongelesha. Sasa nipo hapa unanikwepa, sasa mbona sikuelewi? Rashidi aliuliza, kwenye eneo lako? Faith akasema, ndiyo, kwenye eneo langu. Rashidi alimuuliza, eneo lako lipo wapi? Faith akasema, eneo langu ni kule nilipokuwa naimba ukawa unaingilia. Sawa, jina langu naitwa Faith. Rashidi akasema, sawa Faith, kwa nini unanifuatilia? Faith akasema, nakufuata kwa sababu unaweza kuniona, ndiyo maana ninakufuata.
Rashidi akasema, naweza kukuona kama nini au kama nani? Faith akajibu, kama mtu pekee unayeweza kuniona. Rashidi alipaniki akasema, sawa sawa, kama wewe ni binadamu wa kawaida, kwa nini watu wengine hawakuoni? Kwa nini mimi ni mtu pekee ninayeweza kukuona? Faith akasema, sasa hapo ndipo sehemu ya kufikiri. Kama mimi ni binadamu wa kawaida, waza kuhusu hilo, kwa nini wewe tu ndiye unayeniona? Hapo ndipo akili ya Rashidi ilianza kukaa sawa. Aliwaza akilini mwake, hivi kama kweli huyu ni binadamu, kwa nini namuona mimi tu? Rashidi alimuuliza Faith kwa sauti ya upole na utaratibu, ikionyesha kutafakari kidogo. Hey, wewe sio binadamu. Faith akasema, kweli kabisa, haujakosea. Sasa cha kufanya, endelea kupata chakula, najua utanielewa. Rashidi aliingiliwa na hali ya woga zaidi, akauliza, ina maana wewe ni? Faith akamalizia kwa sauti ya kunong'oneza kabla Rashidi hajamalizia, mimi ni mzimu. Rashidi hakuamini anachokisikia. Aliuliza, wewe ni? Faith akamalizia, mzimu. Rashidi alipiga kelele akiwa anakimbia, Yesu! Alitoweka eneo la meza ya chakula. Sasa Rashidi amewekwa wazi kuwa anaonana na mzimu. Nini atafanya? Neema hamwelewi. Rashidi anaweza kumweleza nani atakayemwelewa? Maana yeye anaona wasichokiona wengine. Je, nini kitaendelea? Huu mzimu unataka nini kwa Rashidi? Je, mwenye mzimu aliwawa? Mzimu unataka kulipiza kisasi? Au kuna siri gani tusiyoijua? Tupate mapumziko mafupi kisha tuendelee na sehemu inayofuata.